but in the service of his flock. It is now my humble duty on behalf of the Military Ordinariate of Kenya and the congregating faithful gathered here to welcome you, Your Excellency, the Apostolic Nuncio to Kenya, Most Reverend Monsignor Hubertus Van Megen, to lead us in the installation ceremony and the celebration of the Holy Eucharist. And to do that, may I request each and every one of us in this congregation to prepare our hands to welcome His Excellency the Nuncio with one thunderous clap. Let us get ready. Ready? Moja! Your Excellency the Nuncio. Tafadhali tunaomba tusimame. Na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. We have heard already from the Principal Chaplain how we come together here on a special occasion, the most important occasion for the military ordinariate, Catholic military ordinariate of the KDF. We are going to have a new bishop. And in a sense, the liturgy, the ceremony of today is very simple. Immediately after my few words, we will proceed to that installation, after which the normal Eucharist will follow. Also because the Right Reverend Bishop Wallace Nyanga is already a bishop, was already ordained, and I'm pretty sure that many of you were present at that same ordination just a few months ago. He is still, I would say, or as my father would say, a new car without scratches, and we want to keep it like that as long as possible. So we pray today in a special way for Bishop Wallace that the Holy Spirit will fill him with the gifts of divine grace, that he may be with that wise and prudent servant that has been appointed by the owner of the house for his household. However, at the beginning of this ceremony, of this liturgy, of this Eucharist, we want, first of all, to hear about what the Holy Father has to say about him. Naomba tuketi. Judicial Vicar wa Military Ordinariate, Father Korir, atazungumza, patia nafasi basi. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Katoliki Mtakatifu anaomba kumsimika huyu ndugu yetu Askofu Wallace Ng'ang'a kuwa askofu wa jimbo la jeshi la Kenya. Je, nayo hati ya kitume ya Baba Mtakatifu? Ndiyo, tunayo. Naisome. Wakati huu sasa itasomwa hati kutoka kwa Baba Mtakatifu ya kumteua Askofu Wallace Ng'ang'a ambaye amekuwa waziri ya askofu wa jimbo kule Nairobi. Hati ambayo imeandikwa kuidhinisha kwamba Baba Mtakatifu amemteua kuwa askofu wa majeshi ya Kenya. Sasa itasomwa kwa lugha mbili. Lugha ya kanisa ni lugha ya Kilatini na lugha ya Kiswahili. Na Father Maingi Peter ataisoma kwa Kilatini, naye Major Father Francis Kobwe ataisoma kwa Kiswahili. Ndiyo hiyo sasa yaonyeshwa, tupige makofi ikionyeshwa. Kutoka kwa Baba Mtakatifu ndio hiyo yaonyeshwa. Kwa mujibu wa sheria ya kanisa lazima ionyeshwe na isomwe wazi mbele ya watu wote kwamba imetoka kwa Papa Baba Mtakatifu. Hiyo yaonyeshwa na Father Korir, ambaye ndio Judicial Vicar ya kanisa niyofuatilia kwa hili jimbo.
Sasa Father Maingi atatusomea kwa lugha ya mama kanisa, lugha ya Kilatini, ili tuweze kupata yale ambayo Baba Mtakatifu ameyasema. Franciscus Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Wallace Nganga Gashehe, ucusque Episcopo titulari ducensis in Mauritania, atque auxiliari archidiocesis narobiensis, ordinariatus militaris Keniae, constituto Episcopo, salutem et benedictionem. Sustinui te, Domine, sustinuit anima mea, in verbo eius, speravit anima mea in Domino magis, quam custodes auroram. Hanc imaginem ex publicorum custodum vita a salmista extractam contemplantes, ac de spirituali militum cura in Keniana regione soliciti, novum volumus episcopum castrensem ibidem nominare studiosum vidilecit Evangelii nunciantorem divinarumque gratiarum alacrem predicatorem. Nam multiplicibus virsque fidelium cetibus locupletatur catholica ecclesia, qui eusdem florem ostendunt et copiassam demonstrant ubertatem. Nunc a te, venerabilis frater, sponte convertirmur qui etsi brevi tempore efficacia opera ac pastoralem ostendisti peritiam unus auxiliaris archidiocesis narobiensis exercens. Ideo de concilio di castari pro evangelizzazione apostolica nostra us auctoritate et potestate, vinculo sedis titularis, sucensis in Mauritania et memorati muneris, auxiliaris saluto, te constituimus episcopum ordinariatus militaris Keniae, atque unversa iura et facultates tibi tribuimus, quae ex iuris ipsium normis huic administrationem conveniunt, secundum apostolicam constitutionem spirituali militum cure. Ceterum venerabilis frater, te priore pastorali ministerio eductum, esse paratum promptumque censemus ad operam tuam, conferendam in eos qui militaribus muneris operam dant, ut inter ipsos sub tutela suavissime diepare evangelii munitiones usque vigeant ac salutaria Domini beneficia lagiter dispensentur. Datum Rome Laterani die 15 mensi Augusti in solemnitate Assumptionis Beate Mariae Virginis anno Domini bismillesimo vincesimo quarto pontificatus nostri 12.
Franciscus. Asante sana Father Mainge, tumpigie makofi. Najua tumesikia na tumeelewa, lakini kwa moja au wawili ambao hawajaelewa itasomwa kwa lugha ya Kiswahili naye Major Father Francis Chikopwe. Karibu Father. Jimbo la Jeshi la Kenya, Francisco, askofu mtumishi wa watumishi wa Mungu. Kwa ndugu Mheshimiwa Wallace Ng'ang'a Gashihi, ambaye hadi sasa umekuwa askofu wa heshima wa Thusensis huko Mauritania na askofu msaidizi wa jimbo kuu la Nairobi, aliyeteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Jeshi la Kenya, salamu na baraka. Na kungojea Bwana, roho yangu inakungojea, nami natarajia katika neno lake. Roho yangu inamgoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Zaburi ya 130 mstari wa 5 hadi wa 6. Tukitakafari picha hii iliyochukuliwa kutoka maisha ya walinzi wa umma na mwandishi wa Zaburi, na tukiwa na wasiwasi kuhusu utunzaji wa kiroho wa wanajeshi katika eneo la Kenya, tunatamani kumteua askofu mpya wa jeshi huko, mhubiri mwenye bidii wa Injili na mhubiri mwenye shauku wa neema za kimungu. Hakika Kanisa Katoliki linajengwa na jamii nyingi na tofauti za waumini ambazo zinaonyesha maua yake na ukuaji wake kwa wingi. Sasa tunakugeukia wewe, ndugu mheshimiwa, ambaye ingawa kwa muda mfupi umeonyesha kazi bora na utaalamu wa kichungaji wakati ukitekeleza ofisi ya askofu msaidizi wa jimbo kuu la Nairobi. Kwa hiyo, tukifuata ushauri wa idara ya uinjilishaji, tukitumia mamlaka na nguvu yetu ya kitume, tunakuachilia kutoka kwa dhamana ya jimbo la heshima la Thusensis huko Mauritania na kutoka kwa ofisi hiyo ya msaidizi wa jimbo kuu la Nairobi, na tunakuteua kuwa askofu wa jimbo la Jeshi la Kenya, tukikupa haki na mamlaka yote ambayo yanahusu utawala huu kulingana na kanuni na sheria zake, kwa mujibu wa katiba ya kitume Spirituali Militum Curiae. Zaidi ya hayo, ndugu mheshimiwa, tunaamini kuwa ukifundishwa na huduma yako ya kichungaji ya awali, uko tayari kutoa huduma yako kwa wale wanaohusika na majukumu ya kijeshi, ili miongoni mwao, chini ya ulinzi wa Bikira Maria mbarikiwa, maonyo ya Injili yaweze kusitawi kila mara na neema za wokovu za Bwana zitolewe kwa wingi. Imetolewa Roma, huko Laterano, tarehe 15 ya mwezi wa Agosti, kwenye sherehe ya kupalizwa kwa Bikira Maria mbarikiwa, mwaka wa Bwana wetu wa 2024, wa 12 wa upapa wetu. Francisco, Papa. Tuseme sote tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu.
Kwa utukufu wa Mungu Mwenyezi na Yesu Kristo mfalme mlinzi wa kanisa la Jimbo Katoliki la Jeshi la Kenya, kwa maombezi ya Mtakatifu Bikira Maria mama wa Mungu, watakatifu Petro na Paulo mitume, tunamweka na kumsimika Askofu Wallace Nyanga kuwa askofu wa Jimbo la Jeshi la Kenya. Tupige makofi tushangilie sasa. Kwa wakati basi Askofu Wallace Nyanga atapelewa kwenye kiti chake ambacho chaitwa Cathedral. Atakalishwa hapo na Askofu Mkuu Anyolo na Askofu Mkuu Maurice Muhatia na Apostolic Nuncio. Hicho ndicho kiti cha askofu sasa. Tumpigie makofi tena kwa furaha, kwa vigeregele. Kiti cha pelekwa, tuangalie vema yale ambayo yatukia kwa siku ya leo. Kwa mwendo wa aste aste, mwendo wa utumishi, kalishwa hapo na Askofu Maurice Muhatia, Apostolic Nuncio na Askofu Philip Anyolo. He has been given the mitre for the leadership and guiding the flock. Tushangilia tena wa Kristo kwa furaha. Na sasa anaenda kupongezwa. The nuncio will go to congratulate him, followed by Archbishop Anyolo, His Eminence Archbishops, Bishops, Monsignor John Joe, Monsignor retired Benjamin Maswili, and the anaenda kupongezwa na His Eminence Cardinal Joe, pia anapongezwa sasa na the Archbishop Maurice Muhatia Makumba, His Grace. Kisha sasa maaskofu watajongea pia kumpongeza. Tuendelee kuwashangilia wanapokuja kumpongeza. Askofu kama Moe ndiye huyo. Tumpigie makofi ya kimweko Askofu Wallace. Patilia askofu ambaye alikuwa wa majeshi Alfred Othich, tumpigie makofi. Tuwafurahia maaskofu akija kumheko askofu wa Military Ordinariate of Kenya Bishop Wallace Gashehi Ng'ang'a, ambaye ni siku ya furaha na baraka. Baada ya maaskofu wanampatia heko, they are congratulating him. Baada hapo wale ambao watakuja chaplains wa Military Ordinariate, wasimamizi wa catechist, DPC executive na wawakilishi wa CMA, CWA Youth na PMC wawili wao, they will come to pledge their loyalty, kwamba wanao askofu kumwaidia utii kwa mambo yote. Maaskofu wanampa heko, lakini wale ambao waja baada yao, they will come to pledge their loyalty to their bishop. Chaplains kindly be set. Ndio askofu wakimalizia ni ambao mwafuatilia. Furahia pia wale ambao wanawakilisha Father Njwe, tuamuona pale Monsignor Njwe, Father Martin Kimama, Father Juna, wale wa KCCB
Twafurahia pia kuwa hapa as you congratulate the new bishop or the bishop of the military ordinariate. Kuna father ambao hutumika kwenye jeshi, ndio tuwaita chaplains. Yo waja hapo, ni wito wa kipekee, kazi kubwa ambao wafanyia Wakristo wa jeshi. Tushangilia chaplains kwa kazi ambazo wanafanya, chaplains of the military ordinariate. Wamesimama wima, ni wanajeshi na mafadha wamesimama wima, kazi kubwa ambao mwafanya. We congratulate you. Ikumbue kwamba hii sherehe zilianza jana, ambapo Askofu Waris alisindikishwa kutoka Holy Family Basilica na akapelekwa hadi DOD na akapokelewa huko kwa na maombi ya jioni, kwamba ametoka kwenye jimbo la Nairobi na sasa akawa Bishop of the Military Ordinariate. They are going to pledge their loyalty kwa askofu wao. Kwa mpangilio mwema wanasonga mbele. Hao ndio ambayo Askofu Wallace atafanya kazi na wao kuendelea kuhudumia wanajeshi. Ni furaha kubwa. Tuwashukuru Mungu kwa yale ambayo yaendelea kutendeka. Catechist nao naona wako tayari. Thank you so much the catechist. DPC executive twawaona wamejipanga vizuri. Pia wale wenye wa vikundi, kuna CMA kwenye military ordinariate, kuna cadre requirement katika military ordinariate, kuna wana youth, kuna PMC na vikundi vingine. Twafurahia kwa ya wanajeshi, they are doing very well. Shikana wengine, we congratulate you. Ndio this military ordinariate endelee kufanya kazi ya kuinjilisha, sasa tukiongozwa na mchungaji Wallace Ng'ang'a. Baada yao itakuwa nizamu ya wazazi, ndio tuweze kufunga kipindi hiki cha kuweza kumheko askofu. Niombe sasa wazazi watakaribia, ni wazazi tu pekee ambao kwa wakati watapatiwa nafasi as they congratulate their son, Bishop Wallace, now Bishop of the Military Ordinariate. Baba na mama, tuwapigie makofi wazazi wa Askofu Wallace wakija hapa mbele. Ndio wazazi, baba na mama, furaha kubwa. Mtoto ambaye mlemlea, Mungu amtumia sasa kama mtumishi na askofu kwa majeshi. Askofu amesimama, asalimie baba, asalimie mama kwa furaha kubwa wakimshukuru Mungu. Furaha ya baba, furaha ya mama. Asante sana. Once again, congratulations Bishop Wallace. Basi wakati tunasimama sote, tuweze askofu kutusalimia. Tusimame sote tafadhali. Kwa furaha tuitikie salamu za askofu. Tupokee mapadre upande wetu kwa furaha. Asante sana askofu. Wakristo na nyinyi pokeeni baraka ya askofu, salamu za askofu. Kwa furaha Askofu Wallace Ng'ang'a wa Military Ordinariate. Kwaya tuingie kwa gloria, kwaya tuingie kwa utukufu. Kwaya sasa tuingia gloria, tuingia utukufu kwa furaha tukimtukuza Mungu.
Mungu mchungaji na kiongozi wa kundi lote la waamini, unitazame kwa wema wako mimi uliyeniweka niwe mchungaji wa kanisa la jimbo la jeshi la Kenya. Na tunakuomba unijalie ili kwa maneno na mifano niwafae wale ninaowasimamia, nifae kufikia uzima wa milele, mimi pamoja na kundi ulilonikabidhi. Kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi sasa kila mmoja wetu kusudi tulisikie neno la Mungu kwenye masomo ya siku ya leo kwa hii ibada ya misa. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Neno la Bwana lilinijia likisema, kabla ya kukutunga tumboni nimekujua, kabla ya kutoka kwako tumboni nimekutakasa, nimekuteua uwe nabii upate kuwahubiria mataifa. Nikasema,
Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema maana mimi ni kijana. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni kijana, maana utakwenda kwa wote ambao nitakutuma kwao na kuwaambia yote nitakayokuagiza. Usiwaogope hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana akanyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu, akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: ninyi mu marafiki wangu, kama mkiyatenda ninayo waamuru, asema Bwana. Ninyi mu marafiki wangu, kama mkiyatenda ninayo waamuru, asema Bwana. Kama mkiyatenda ninayo waamuru, asema Bwana. Rafiki
wema wake wadumu milele, uaminifu wake kizazi unadumu na kizazi. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, ninakukumbusha uyamushe neema ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa maana Mungu hakutupelekea roho ya woga, bali roho wa nguvu na wa upendo na wa kushika kiasi. Basi usione aibu kumshuhudia Bwana wetu, wala usione aibu kwa sababu yangu mimi niliye mfungwa wake, bali vumilia pamoja nami kwa ajili ya Injili, ukimtegemea nguvu ya Mungu. Yeye ametuokoa na ametuita kwa mwito mtakatifu, si kwa sababu ya matendo yetu sisi, bali kwa kusudi lake yeye na kwa neema yake tuliopewa katika Kristo Yesu tangu milele. Lakini kwa sasa, kwa tukio la Mwokozi wetu Kristo Yesu, neema hiyo imefumbuliwa. Kwa maana ameshinda mauti na ametangaza uzima wa milele kwa Injili, ambayo kwa hiyo mimi nimewekwa kuwa mtangazaji, mtume na mwalimu wake. Kwa sababu hiyo napatwa na mateso, lakini sioni aibu, kwani namjua niliye muamini. Tena sina shaka kwamba yeye ana enzi ya kukilinda nilichokabidhiwa mpaka siku ile. Mafundisho kamili uliyoyasikia kwangu yawe mpaka siku ile. Mafundisho kamili uliyoyasikia kwangu yawe mfano wako katika imani na upendo uliomo katika Kristo Yesu. Amana nzuri hiyo uitunze kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu.
Shangilio la Injili. Nawaita marafiki, asema Bwana, kwa kuwa nimewajulisha yote niliyosikia kutoka kwa Baba yangu. Jioni ya siku ile ya kwanza ya juma, alikuja Yesu akasimama katikati, ingawa ya milango ya chumba walimokaa wanafunzi ilikuwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi. Akawaambia, amani iwe nanyi. Baada ya maneno hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia mara ya pili, amani iwe nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Baada ya maneno hayo, akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao waondolewa dhambi wameondolewa, wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tutaketi sasa ndio tuweze kupata mahubiri ya siku ya leo kwa hii sherehe ya ibada ya misa. The Gospel of today started with those famous words, Amani Winanyi, peace be with you. And in fact, we say it every Eucharist again, and you already reacted on it, Amani Wekwenu. Even today, these are the first words that were spoken, even here in the Eucharist, peace be with you. And it is so common, and we do it so often that we hardly understand the depth of it. It is like a routine expression. We say it every day. He said, Shalom Lechem, or as the Muslims would say, Salam Alaikum. It is all the same. And we like the sound of it. Peace. That is one of the deepest desires of every human being, to be at peace. And that word soothes us. If you think about peace, if I think about peace, it is about having a good night's sleep as we wake up rested with the first rays, or sometimes when I'm sauna. The birds are singing, the wind is rustling through the trees, the air is fresh, like a weaned child with my mother.
But then that same gospel of today continues. Jesus came, stood among them, and said, "Peace be with you." And after he said this, he showed them his hands and his side. And the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Listen well. Jesus showed his hands and his side. He showed the wounds of the cross. As later on he would show it to Thomas Didymus, one of the disciples. And he would say to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." Yes, that peace comes at a cost. There are the marks of the cross, and they are terrible. That peace which we all long for, that peace with Christ, doesn't come easy. It wasn't a divine trick, if you want. The peace, the shalom that Christ gives us, is the result of hard work, the work of the cross. That peace, the reconciliation of humanity, of the world with God and with one another, is the result of the suffering of Christ on the cross, in which all conflict, all pain, all sin of humanity is paid for. Peace, reconciliation with God, and also with humanity, and yes, even with creation. That peace is hard work. So hard, so burdensome, that the Son of God had to die for it. That is the work that Jesus did for us in order for us to have that peace. Peace of mind, peace with one another, peace with creation, peace with God himself. You and I, we are all looking for peace, and we desire that peace in our personal lives in the first place, and then in our families, in our country, in our creation, in the world at large. And to me it appears that in our present world, the world of today, more than ever we are in need of peace. Imagine, the war between Ukraine and Russia has cost the lives of more than 500,000 people. A war that is going on since 2020, and there seems to be no end to it. Or think of the war in the Middle East, a war that has just entered its second year and runs the risk in exploding into a much wider regional war. A war that has cost the lives of at least 40,000 men, women, and children, and has caused enormous destruction. And other conflicts are ongoing in countries not far from Kenya. They are causing mayhem, death, devastation. Pope Francis famously said that in our days the Third World War is playing out in piecemeal, in bits and pieces. And in view of that increased tension in the world, countries in Europe, but also in other places, are strengthening their armies so as to be ready if the international situation would deteriorate further. As the old Romans would say, si vis pacem, para bellum. If you desire peace, prepare for war. That was the same thinking which was repeated by George Washington at his first annual address to a joint session of the American Congress, where he stated, "To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace." The Cold War of the 60s and the 70s and the beginning of 80s of last century was basically the result of all that. That period of high military tension caused by the arms race and the doctrine of mutual deterrence came to an end when leaders agreed on a number of treaties, when people finally were able to sit around the table, look each other in the eye, and come up with an agreement. Not anymore si vis pacem para bellum, but now si vis pacem para pactum. If you want peace,
agree to keep that peace, as it would be said now. The two blocs, the East and the West, had understood that preparing for a war evidently increases the risk of actually going to war. Weapons, let's face it, are made to be used. And the more a country is armed, the higher the risk is that sooner or later it will use those same arms. Pope Pius XII, Pope after the Second World War, reflecting on how to achieve peace, famously said that Pax opus justitiae. Peace, he said, is the work of justice. Peace doesn't come by itself. We have to work for it. And peace, said the Pope, is not merely the absence of war, but it is an active involvement in the works of justice. Peace is not only about the silence of weapons or no blood running through our streets, but it is about the respect of human rights. Or, going to the heart of the matter, peace is about the dignity of the human person, be it a man or a woman, old or rich, old or young, rich or poor, healthy or sick, friend or enemy. For real peace to exist, says the Pope, we have to respect the dignity of the human person and the human rights that come from there. That respect for the dignity of the human person is fully revealed in Christ himself. He lived human life to the full. With other words, if you want to understand what human life really should look like, just look at Christ, read the Gospels. You have to see how he dealt with people and how he dealt with creation at large, how he spoke and how he prayed and how he acted, and last but not least, how he related to God himself. The most profound symbol of the love of Christ, of his respect for human dignity, for our dignity, let's face it, is his death on the cross. It shows how much he was ready to pay for our dignity. As he himself had taught to his disciples, no one can have greater love than to lay down his life for his friends. That is Jesus' work of justice for us. He gives his life so that we would find our true human dignity as sons and daughters of the Father, created in the image of God. If you really want to understand the value of freedom in Kenya, our beloved country, and the peace we enjoy, the respect for the dignity of every citizen from whatever language, race or tribe, then you have to look at the sacrifice of the good men and women of our army. The saying of Christ, no one can have greater love than to lay down his life for his friends, applies to the member of the KDF in a special way. How many soldiers did not die defending their homeland, defending their home and hearth, defending their families, their wives and children, their fathers and mothers? How many soldiers did not die anonymously in the trenches on the battlefield in order that we would be free? You might even think, in a historical perspective, of the Mau Mau. How many did not die, did disappear, their names unknown? But our freedom of today is partly built on their sacrifice. Their names are known to God alone. In these days leading up to this celebration, some question the wisdom of a bishop for the military. Somebody asked me, is it really wise for the church to identify so closely with the army? The Church, however, has always taught that the requirements of legitimate defense justify the existence of armed forces in a state as long as they are at the service of peace. Even more, the Church adds that those who defend the security and freedom of a country make an authentic contribution to peace. Yes, everybody serving in the armed forces is concretely called to defend good, truth, and justice in the world. Many have sacrificed their lives for those supreme values in defense of the innocent.
And today, we want to acknowledge in a special way the Kenyan Defense Forces for their participation in peacekeeping missions currently in Somalia and in DRC Congo. Any military person, however, adds the Church, should respect the dignity of the human person and the norms of international and humanitarian law. Far too often, the civilian population is hit at times and becomes a target of war. The current violent conflicts in different parts of the world are just a sad reminder of how international and humanitarian law is flouted, and the civilian population, particularly women and children, become targets and victims of war or are used as human shields. We, as a church, we stand with the proud sons and daughters serving in the army. They are inspired by a spirit of heroism and sacrifice, values that at times are hard to find in our modern society. They are at the forefront in times of war and natural calamities. We as a nation, we put our trust in the Kenyan Defense Forces. They are the ones who put their lives at risk for the common good of the nation. Their work is truly a work that does justice to the nation, and indeed, as was mentioned before, they do works of justice that lead to peace. Today, and we have witnessed it all, we have installed a new bishop for the military ordinariate, Bishop Wallace. The Holy Father, Pope Francis, we've heard it in the text that was read for us, has recognized in him the many values which make him suitable for that particular office, the military ordinary. Bishop Wallace, the way I know him, is a hard worker, disciplined and intelligent. He holds himself to the highest standards and expects that others would do the same. He is courageous and without fear. He is the right person in the right place at the right moment. God's providence at work. Dear Bishop Wallace, may God bless you abundantly as you embark on your new mission as the military ordinary, the Catholic military ordinary of the Kenyan Defense Forces. And we pray that the Lord, who has begun this good work within you, will also bring it to completion. Amen. Basi tunaalikwa kuwa na muda mfupi wa kutafakari ili yale ambayo yamehubiriwa yakolee katika roho zetu. Sasa basi kwa heshima tusimame kwa sala za waumini. Ndugu wapenzi, tumekusanyika wote hapa kutafakari fumbo la ukombozi wetu. Tumuombe kwa hiyo Mungu Mwenyezi ili ulimwengu wote ustawishwe kwa chemichemi hizi za uzima na baraka zote. Sala kwa ajili ya kanisa takatifu. Tuliombee kanisa, Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya na kulilinda popote duniani. Tunamuombea Baba Mtakatifu Francisco, askofu wetu Wallace Ng'ang'a, maaskofu, linda taifa teule la Mungu. Tunawaombea waumini wote ili wakiimarishwa na neno la Mungu na utume wa wachungaji wao, wapate kuwa viungo vya mwili wa Kristo na watu wa milki ya Mungu. Bwana tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya nchi yetu.
tuiombee nchi yetu ya Kenya iliyo makao na nyumbani mwetu. Mungu mwenyezi wa milele, mioyo ya watu na haki za mataifa zimo mikononi mwako. Tunakushukuru kwa zawadi ya nchi yetu ya Kenya inayopendeza na yenye mandhari na mazingira ya kuvutia. Asante kwa mito na maji, milima na mabonde, mashamba wa kupendeza. Tunaomba uijalie nchi yetu amani, utulivu, usalama na utendakazi kwa haki, ili nchi yetu ipate raha na ustawi. Tunawaombea Wakenya wote wapate kupenda kazi ya mikono yao, ili tunamwombea rais wetu, viongozi wote serikalini na viongozi katika nyanja zote, ili wawajibikie Wakenya wote. Bwana tukuomba. Sala kwa ajili ya jeshi letu. Tuwaombee wanajeshi wetu wanaolinda usalama ndani na nje ya nchi yetu. Tunakuja mbele zako kuliombea jeshi letu lililo nguzo na ngao ya taifa. Tunamwombea rais wetu aliyo amiri jeshi mkuu, CDF wetu, wakuu na viongozi wa kijeshi katika nyadhifa mbalimbali na wanajeshi wote kwa jumla, ili kwa uongozi na utendakazi wao nchi yetu ipate kuwa salama na tulivu. Upende kuwalinda wanajeshi wetu, hasa wale wanaolinda usalama ndani na nje ya nchi, ili waweze kuwajibika vyema katika majukumu yao, nayo nchi yetu ipate kuwa salama na utulivu. Bwana, tunakuomba. Tutakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya wenye shida mbalimbali. Tuwaombee wote wenye shida na taabu mbalimbali. Mungu mwenyezi wa milele, ndiwe faraja ya wenye kusikitika na nguvu ya wanaotezwa. Usikilize kwa wema wako maombi ya wanaokulilia katika taabu yoyote, ili wapate tulizo na amani katika shida zao. Tunakuomba unyoshe mkono wako wa uponyaji juu ya wagonjwa wote. Wape wakimbizi makao. Waimarishe wanaokata tamaa na kukosa matumaini maishani. Wahifadhi wageni na wanyonge. Wape usafiri wa salama walio safarini. Watunze wajane na mayatima. Wape roho ya toba ndugu zetu, hasa wale walio katika hatari ya kufa, na pumziko la amani kwa waliolala. Bwana, tunakuomba. Sala kwa ajili ya familia zetu. Tuziombee familia zetu zilizo msingi wa kanisa letu. Mungu, ulipenda mwanao azaliwe na Bikira Maria katika familia ya wanadamu,
na hivyo akawa Mungu pamoja nasi. Kwa tendo hili kuu, familia zote zikawekwa wakfu kwa kupewa familia kielelezo ya Nazareti. Tunaziombea familia zote, hasa familia za wanajeshi, ili kwa huruma yako upende kuziimarisha katika maadili mema ya kifamilia, nao wazazi wapate kukomaa katika malezi bora na kutambua kwamba wao ni washirika pamoja nawe katika kazi ya uumbaji. Tunaombea wanafamilia wote ili waweze kuitikia wito wako katika maamuzi yao maishani. Tunaziombea pia familia zilizo katika hatari ya kutarakiana na zenye marubano, ili Roho wako Mtakatifu alete msamaha, maelewano na mapatano katika familia na jamii nzima. Bwana, tunakuomba. Bwana, tunakuomba uwe radhi kuhurumia watu wako, ukusihi kwa mwongozo wako imara kwa ukarimu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tukae sasa. Wakati huu ni wakati wa matoleo ya sadaka. Vikapu na wale ambao husika watakuja karibu nawe. Kwa hivyo tutulie mahali tulipo. Mtawaona wale waelekezi ambao wana vikapu wakijongea karibu na wewe. Utoe sadaka yako kwa utaratibu, na tunapofanya hivyo, wale ambao watakuwa katika msafara wa kuleta matoleo hayo wanaombwa warejee pale nyuma ili waweze kupangwa ipasavyo. Kwaya.
Sarini ndugu na dada zangu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, dhabihu hii tunayokutolea kwa ajili ya mimi mtumishi wako iwe kipaji kinachokupendeza, nami uliyeniteua niwe kuhani mkuu katika taifa lako, unipambe kwa mapaji ya fadhila za kitume na maendeleo ya kundi lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli haki, tendo la kufaa na kuleta tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe kwa mpako wa Roho Mtakatifu ulimweka mwanao pekee awe kuhani mkuu kwa agano jipya na la milele, na kwa mpango wako usieleweka ulipenda ukuhani wake pekee utunzwe katika kanisa. Maana yeye mwenyewe analipamba taifa alilolipatia kwa ukuhani wa kifalme, na kwa wema wa kidugu umewateua watu pia ili washirikishwe huduma yake takatifu kwa kuweka mikono, nao katika jina lake waendelee kuadhimisha sadaka ya ukombozi wa wanadamu, wakiandaa karamu ya kipasaka kwa ajili ya wana wako. Walitangulie taifa lako takatifu katika mapendo, walilishe kwa neno lako na kuwatia uzima kwa sakramenti, na wakitoa nafsi zao kwa ajili yako na wokovu wa ndugu zao, wajibishwe kuwafadaisha na sura ya Kristo mwenyewe, na hatimaye wadumu katika kushuhudia imani na upendo wako. Kwa hiyo Bwana, sisi nasi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe. Ee Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote,
na kuvitaka kufukuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawea jua hata macheo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakase, upende kuvitafukuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, ikitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na umoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilivu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu, na watakatifu wote ambao tumetegemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele yako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Wales, pamoja na askofu wote, waklero wote, na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja
tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Na kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu, tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, jalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujia Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili lakini sema neno tu
Kwa heshima kuu tunaweza kukaa. Ni wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu. Mapadri wapo wa kutosha wa kufika mahali mlipo. Kwa hivyo utamwona padri akija na Ekaristi karibu mahali ulipo, ujongee kwa heshima mahali ambapo utapokea Ekaristi. Kwa Wakristo wa Katoliki ambao wamejiandaa kupokea Ekaristi Takatifu, Roho
Baada ya kupokea Ekaristi Takatifu, tunaalikwa sasa tuweze kutulia ili Kristo ambaye tumepokea aweze kuzungumza nasi katika roho zetu. Sala baada ya komunio. Kuabudu. Yesu wangu, na kuabudu moyoni mwangu ulimo, na kuungama ndiwe Bwana wangu na Mungu wangu, Mungu mtu na mkombozi wangu. Sifai mimi kukuabudu vema unavyostahili, na waomba watakatifu na malaika wa mbinguni wakuabudu pamoja nami. Mapendo. Yesu uliyejaa wema na mapendo, umekuja moyoni mwangu. Wewe muumba mwenyezi, umefika kwa kiumbe chako. Wewe mkombozi, umefika kwa mtu mkosefu. Umekuja kunipa hakika ya mapendo yako. Nakupenda Mungu wangu, unitie mapendo, nikupende kama unavyostahili kupendwa. Shukrani. Yesu, nakushukuru sana, kwani umenitendea makuu. Umenilisha mwili wako mtukufu, umeungana nami kabisa. Umeniongezea uzima rohoni mwangu. Umenipa nguvu mpya ya kutenda mema. Umenisaidia katika udhaifu wangu. Nitakurudishia nini? Umenipa moyo wako, nami nakupa moyo wangu na akili yangu, kazi zangu na mateso yangu. Nafsi yangu yote najitolea kuwa kitu chako kabisa. Yesu wangu, mimi ni mali yako katika maisha na saa ya kufa. Maombi. Yesu, mkarimu kwa wote wanaokuomba, uitunze neema yako, niendelee kukupenda kaza mwili na roho. Na kuomba ulimi wangu uliokugusa usiseme maneno mabaya. Moyo wangu uliokupokea usitamani maovu. Mwili wangu unamokaa ukutumikie kwa matendo ya haki. Unilinde katika hatari na visawishi. Unisaidie kuvumilia taabu na masumbuko. Unizidishie upendo wako, nipate kufanana nawe zaidi. Maombezi. Yesu, mchungaji mwema, na kuomba uwatendee mema waliounganika nawe. Ulinde kanisa lako lote, uwafanyizie vema jamaa zangu, rafiki na wafadhili, wakubwa na wanyonge. Uwafariji maskini na wazee. Uwainue wagonjwa na wanaozimia. Uwapokee kwako roho za marehemu. Ubariki nyumba zetu, wanyama wetu na mashamba yetu. Utujalie mahitaji ya maisha, afya njema na riziki za kutosha. Uwarudishe ndugu wote waliojitenga nawe, waungane na kundi lako moja, na amani yako ikae na watu wote. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwaya sasa itatuongoza kwa wimbo wa shukrani.
kanisa na wema. Umenipa uzima Baba na kushukuru, umenipa uhai Baba na kushukuru. Baba kanishibisha na mwili wako na damu, Baba kanishibisha na mwili wako na damu. Yeah, yeah, yeah. Tungali tumesimama, nitaomba askofu wale kutuongoza kwa sala baada ya komunyo takatifu. Tuombe. Ee Bwana, kwa ajili ya fumbo hili uniongezee mimi mtumishi wako mapaji ya neema yako, ili nikutekelezee istahilivyo huduma ya kichungaji, na nikiwa mwaminifu nipate tuzo la milele kwa utumishi wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa nafasi hii basi Askofu Wallace Ng'ang'a atatoa baraka kwetu sote. Askofu Wallace atatoa baraka kwetu sote tungali tumesimama. Taomba bendi ya wanajeshi kuporomosha ndio tuweze kufurahia tukipokea hii baraka ya kipekee. Atazunguka kwetu pale ambapo tumesimama akisindikishwa na Askofu Mkuu Philip Anyolo na Askofu Mkuu Morris Mohatia na Monsijo John Joe na Father Bena walitujia, nazi tuweze kupokea hii baraka ya kipekee kwa siku ya leo. Wanabendi tuweza endelea.
Bishop Wallace Ng'ang'a, the Bishop of the Military Ordinariate of Kenya, Your Eminence, Your Graces, my Lord Bishops, priests, religious men and women, and all our dear Christians gathered here, good afternoon. KCCB, or Kenya Conference of Catholic Bishops, is a coming together of all the dioceses, incorporating the membership of the bishops therein, in order to work together as the Catholic Church in Kenya in addressing matters pastoral. That also incorporates the military ordinariate diocese, and therefore we are happy to be hosted here, to be in your midst, and particularly as we celebrate one of the members of the Kenya Conference of Catholic Bishops. It is important on an occasion like this to just note what guides and what drives the conference or the bishops, the Catholic bishops in Kenya. KCCB has core values that it pursues, as we talked about, at a privileged and those who are downtrodden, that a human person may lead a dignified life. Garissa. Right Reverend Bishop Alfred Rotich, Bishop of Kericho. Right Reverend John Binda, Bishop of Lodwar. Right Reverend Hieronymus Umusugut Joya, the Bishop of Mararal. Right Reverend Peter Munguti, Bishop of Isiolo. Monsignor Luciano Labanca, the Secretary to the Nunciature in Kenya. Monsignor John Njue of the Military Ordinariate. Monsignor Peter Kimani, Bishop-elect of Embu. Monsignor Benjamin Maswili, the former Apostolic Administrator of We have also those of us all who have worked very hard, and especially the chairman, Reverend Father Martin Kimanya, the chairman of the Military Ordinariate, Nairobi Archdiocese Clergy. As we recognize our members of the Kenya Conference of Catholic Bishops, I am Bishop Joseph Obanyi of the Catholic Diocese of Kakamega. We want to congratulate the Bishop of the Military Ordinariate, Bishop Wallace Ng'ang'a. We promise our prayers and we promise our support. As the Military Ordinariate, we will pray that we continue to enjoy the goodness of the Lord and the peace that we seek. I now wish to take this opportunity to welcome the chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops, His Grace, Most Reverend Maurice Muhatia Makumba, to address the congregation. Welcome, Your Grace. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, and all the members of your government who have joined us here today, the Chief of the Defense Forces of
our country in Kenya, and all those who help you in the military command, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Eminence, the Cardinal John Juve, Your Excellency the Apostolic Nuncio Hubertus Van Megen, Your Grace Archbishop Philip Anyolo, Archbishop of Nairobi, Your Lordships, Reverend Fathers, religious men and women, dear faithful and in a special way, all the members of the military ordinariate of Kenya. God is good, and all the time. First of all, I bring you greetings from UK. For starters, UK means United Kisumu. I'm very happy to be here today, and indeed the entire Conference of Catholic Bishops is happy to be here today. And these celebrations of today are both historic and revelatory. Historic because since Kenya gained independence, this is only the third Catholic bishop in the military. The first having been the servant of God, Maurice Michael Cardinal Otunga, right from 1964 up to the time he retired in 1996, close to 33 years. And thereafter him came His Lordship Alfred Rotich, who served with commitment and dedication up to again when he retired in 2016. We thank God for their service, for our brothers and sisters in the military for all those years. It is historic because today we get the third bishop of the military in the person of His Lordship, Right Reverend Wallace Nganga. You're most welcome to this service of the people of God in the military, our dear brother Wallace. That is the historical part. But it is at the same time revelatory, because what we are doing and another occasion celebrations touch at the core, the deepest core of the very constitution of the human person. What is the human person made of? Is created, she is created in the image and likeness of God. This is the foundation of everything we are doing here today. That the human person, having been created in the image and likeness of God, has been given a very special constitution. Person is to speak of one who has a body and an intelligent soul. And these two constantly remind us of where we are coming from, where we are, and where we are going. And in this, we reflect the image of God in us. This is the deepest and most intimate foundation of why we are celebrating here today. That all human beings, in whatever profession, in whatever career, in whatever part of the world you find yourself, you have a constant reminder that deep inside yourself, we are a composition of body and soul, reflecting the image of God. And the same applies to our brothers and our sisters in service in the military. And that is the role of the military ordinariate, to render spiritual and pastoral service to our brothers and sisters who are created in the image
and likeness of God, looking after their brothers and sisters created in the image and likeness of God. As the psalmist says, unless the Lord watches over the city, in vain does the watchman keep vigil. We can also say, unless the Lord watches over a country, in vain does the watchman keep vigil. Unless the Lord watches over Kenya, in vain do we keep vigil. What does it mean? It means actually our brothers and our sisters in the military are continuing the work of God, because God is the one who takes and looks after the human person in a special way. And if he doesn't look after us, you can put around us as many watchmen, as many guards as possible, but everything will be in vain if the Lord does not watch over us. Our brothers and our sisters in the military are doing something divine, looking after their brothers and their sisters on behalf of God. Because unless the Lord watches over a city, over a country, in vain does the watchman keep vigil. We want to thank very much our brothers and our sisters in the Kenya Defense Forces for the work you do for our country. We want to constantly, like the rest of us, because of love of country. But you love your country because behind it, God loves your country. He loves our country. Unless the Lord watches over a city, in vain does the watchman keep vigil. And constantly, with this in mind, you go ahead, you defend our borders. You ensure that we are safe. And on our part, we render the service that we can give, pastoral and spiritual care, constantly accompanying you to be aware of the image of God in which you are created, and the image of God in which the people you look after are created. May the Lord continue to bless the military ordinariate. As we pray for Bishop Wallace Nganga, takes over his responsibility today, having been appointed on the 15th of August this year. May the good Lord bless him. May the good Lord bless the military ordinariate, and may the good Lord bless our some few documents that even as you serve us, when you say, when they tell you right turn, yes, right turn, left turn, they tell you mark time, you mark time, but also remember the statutes of the Kenya Conference of Catholic Bishops, which I'm going to hand over to you today, and then also to make sure that you come for the next meeting for the first time, so please come and take your fare to make sure you come and represent the military in the Kenya Conference of Catholic Bishops. Thank you very much. And with those few remarks, now allow me, I would like to invite His Excellency the Nuncio to make a few remarks. Your Excellency, welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, Ambassador Monica Juma,
then the permanent secretary for the Ministry of Defense, the chief of the Kenya Defense Forces, service commanders, and all who serve under you, Your Eminence Cardinal John Dewey, then Your Graces, brothers in the episcopacy, brothers in the priesthood, religious brothers and sisters, people of God, all protocol observed, tum sifo Jesu Christo. God is good, and all the time. Today, as I used to say, is a wow day, as we have a new bishop for the military ordinariate. And it has us taken a long time to find a new candidate since Bishop Ruto left. There was a very long pregnancy and a heavy delivery, but finally we got there. Thanks be to God. Now there is a very formal issue we still want to do first, is we need to sign the act of taking possession of the office of Bishop of the Military Ordinariate, which then we will send to Rome to the Holy Father Pope Francis. So we will do that first, and I continue with a few words.
So we signed those documents, copy of which goes to Rome, to the Holy Father. Speaking of which, I'm not going to say very much. I've used up my time already a long time ago. Just this, the Holy Father has appointed Bishop Wallace. Did you notice, by the way, I never pronounce his second name because I don't know how to do that exactly. This nyang nyang nya. It's very difficult for me. And Pope has appointed him, and on a day as today, him, the Holy Father, being very well aware of these kind of occasions, he is remembering Bishop Wallace in his prayers. And also this morning during Holy Mass, Pope Francis prayed in a special way for Bishop Wallace and indeed for the entire military ordinariate of Kenya. You are in the mind and the prayers of the Holy Father, Pope Francis, that the grace of God be with you. Thank you very much. Allow me now to invite the new bishop of the military to make his remarks. Your Lordship, welcome. Let us give him a clap. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, the Apostolic Nuncio, Your Eminence, Your Graces, Your Lordships, Cabinet Secretary for Defense, Permanent Secretary and Senior Government Officials, the Chief of the Kenya Defense Forces, Service Commanders, the General Officers, the Principal Chaplains and religious leaders, Senior Officers and Officers, the clergy, religious men and women, the service members, the Christ faithful people of goodwill. God is good, and all the time. I stand before you today filled with humility, gratitude, and profound sense of responsibility. As I assume the role of Bishop of the Military Ordinariate of Kenya, I first give thanks to Almighty God, whose mercy and providence have brought us together on this momentous occasion. It is by His grace that I am called to serve the brave men and women of our nation's armed forces, a community deeply committed to upholding peace, security, and justice. Today marks not just my installation, but a renewal of our shared commitment to the mission of Christ. I offer my deepest thanks to the Holy Father, Pope Francis, for the trust he has placed in me. The military ordinariate, where faith is planted and nurtured in the hearts of those who stand ready to defend our nation, is a sacred responsibility. It is a privilege to be entrusted with the spiritual care of this community, and I humbly accept the mission to work with those who serve and to offer spiritual guidance and strengthen the bonds of faith. Allow me to acknowledge my predecessors. As His Grace has just mentioned, I'm deeply honored to follow in the footsteps of my predecessors. The servant of God, Maurice Cardinal Tunga, the first Bishop of Military Ordinariate, and Bishop Alfred Lotich, now serving as the Bishop of Catholic Diocese of Kericho. These men of faith laid a strong foundation, and I always seek the intercession of Cardinal Tunga, who, though a civilian, provided exceptional pastoral care to the military community. His love for the Kenyan Defense Forces, the church, and the nation is an inspiration that I would like to carry forward. I also would like to wish and express my gratitude to apostolic administrators
who have served before me, Colonel Monsignor Benjamin Masweri and Colonel John Joy. Your pastoral care and dedication to the ordinariate have ensured its continued growth, and I look forward to building upon your efforts as we advance together. The soldiers and the sailors, the airmen and women of Kenyan Defense Forces, to you, I'm deeply moved by unwavering dedication and selflessness. You serve our nation with courage and integrity. And it is my mission to work with you, to provide spiritual leadership, and to be a source of strength in both moments of trial and triumph. In this journey of service, I'm reminded of the words of St. Paul in 1 Corinthians 16, 13 to 14. Be on your guard. Stand firm in faith. Be courageous. Be strong. Do everything with love. These words form the foundation of my Episcopal motto. Stand firm in faith. Serve with love. They serve not just as words to inspire, but as a guiding mission for all of us. You, the men and women who serve in uniform, are called to protect our nation with vigilance and courage. Likewise, as followers of Christ, we are called to stand firm in our faith, to remain unshakable in our commitment to God, especially during the most challenging moments of our lives. Faith is our anchor, our foundation, and our source of strength. In times of uncertainty and hardship, it is faith that provides the courage to continue, the strength to endure, and the love to persevere. This courage rooted in faith is the same that guides you as soldiers in defending our nation and upholding justice. But it also calls to serve with love, to act with compassion, and to reflect the mercy of God in all that we do. As a bishop, I come not just as a reader, but as a shepherd, a pastor, and a father. I'm here to walk with you, to share in your joys, and to support you in times of difficulty. Together, we'll strengthen our faith, deepen our prayers, and commit ourselves to serving both God and our beloved country with unwavering dedication. I know we have to discover the pastoral needs of the Kenya Defense Forces. And I'm keenly aware of the unique challenges that come with military service. The time spent away from your family members, the emotional toll of serving times of conflict, and the strain of living far from your loved ones. My prayer is that together we can build a community of support within the military ordinariate. A community where every serviceman and woman, along with their families, will find comfort, spiritual guidance, and strength to persevere. The ordinariate is unique in its scope, spanning the entire nation and even beyond our borders. It is a diocese without geographical boundaries, ministering to the military personnel and their families. This blend of mission presents both challenges and opportunities. It is a testament to the universality of our faith that we can serve along one another, military and civilian, clergy and lay, united in our commitment to Christ in his church. I'm particularly conscious of the importance of supporting your families. To your spouses, the children, your loved ones in the military personnel, I pledge my dedication
to your spiritual welfare and your well-being. Your sacrifice, often made quietly and behind the scenes, are not only forgotten, but you will always, are not forgotten, but you always have a space and a place of where you get support and encouragement in the church. So the clergy working in our beloved military ordinariate, know that I come to you not as one who is above you, but as your father, as your brother, a shepherd, a pastor, and a fellow pilgrim in the journey of faith, where in the spirit of synodality, we are called to journey and walk together. Let us support each other as we serve the flock entrusted to us. May God help us that together we may focus on assisting each other to attain eternal salvation, which is our focus. This is our main focus. And together, let us seek to learn from one another. As I come to understand the ways of military life, and I am open to be militarized so that I can be able to be spiritualize you in your military style. As we all deepen to understand the ways of God, may our pastoral collaboration be for us a means of mutual enrichment and spiritual growth to the people entrusted to our care. I call for collaboration and unity, and I therefore extend my hand of cooperation to the leadership of Kenya Defense Forces, the Commander-in-Chief, the Cabinet Secretary, the Chief of Staff, and the service commanders. I look forward to working together to ensure that the spiritual and moral welfare of our servicemen and women remains a priority. In addition, I pray to work in collaboration with the chaplains from other Christian denominations and with our Muslim brothers and sisters within the KDF as we build a spirit of unity and shared purpose. Allow me to express some gratitude and appreciation, especially first to the government of Kenya for its continued support of the church mission. Your Excellency, our President, I thank you for your presence here today and for the guidance that you have offered since my appointment. I also extend my appreciation to my brothers in the Kenya Conference of Catholic Bishops, also for welcoming me to the fraternity of the Episcopate, and also for your continued support, noting very well, it was just the other day, 4 or 5 months ago, that I was ordained a bishop, together with my brother here, Bishop Simon Peter Kamomwae. You have embraced us, and we feel at home as we come to learn the norms of Episcopate, not forgetting also our Archbishop Philip Anyoro and Bishop David Kamau for the support and guidance. Allow me also, in a very special way, to thank the committee that has organized this occasion. We have the chairman of the committee, the vice chair, and the whole team. They worked tirelessly, and I could see it as we did our rehearsal. Therefore, things to be the way they are people who never slept. We take the opportunity to thank them for the good work, and the entire military ordinariate for the work you have done. Allow me also to appreciate the clergy and the faithful of the Archdiocese of Nairobi, where I have served for many years in my priesthood and for the 5 months as a bishop. Not forgetting even my family, our family members, my friends, all of you, I offer my heartfelt thanks to you all, together the Christians from the Archdiocese of Nairobi and also the Diocese of Nyahururu. Though I now will serve in a different capacity, I remain connected to you
and I will continue to serve as a son of both the Diocese of Nairobi and Nyahururu Diocese. So tutakuwa tunapatana kwa sababu nyumbani ni nyumbani. Nikimaliza kazi ya kijeshi mtakuja kuwagotea baada ya kazi. As I begin this new chapter, allow me to make this request. I ask for your prayers. The responsibility is big, but with God's grace and with your support, I know we can fulfill the mission entrusted to us. Let us move forward together, standing firm in faith, serving with love, and committed to the spiritual and moral welfare of our nation's armed forces. May God bless the military ordinariate of Kenya. May God bless our armed forces. May God bless Kenya. Thank you, thank you. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much, Bishop Wallace Ng'ang'a, Bishop Military Ordinariate of Kenya. As we go to the KDFMC Major Pamba, we have one announcement to make. Then Major Pamba will take us the rest of the program. Just one announcement for us to make. An announcement for our parishes in the military ordinariate. Now, from today henceforth, we have our bishop, our local ordinary. So during the canon of Mass, let us not forget to mention him during the canon of Mass. For now, it is official, he has been installed. Major Pamba, you may take up the rest of the program. Asante sana. Thank you very much. Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Republic of Kenya, present here today, senior leadership of the military, Your Eminence John Cardinal Njue, Bishop of the military, and Your Lordships, the bishops that have been introduced and present with us here today. Professionalism.